Hello, habari. Karibu kwenye kipindi chetu cha Jipate Utupate Tupatane, ambacho ni kipindi ambacho kimejikita zaidi kukuelimisha, kukusaidia katika engo ya malezi, mahusiano na afya akili. Sasa kipindi chetu cha leo kitaelezea sababu kuu 4 ambazo zinawafanya watu washindwe kusamehe na zinawapelekea uchungu. Katika maisha yetu ya kawaida ni kwamba kuachwa ama kusalitiwa ni jambo ambalo lilipo na hatuwezi kukuhakikishia kwamba hakuna usaliti. Usaliti upo, na ukisalitiwa maumivu ni kawaida. Kama wewe ni binadamu ni kawaida kabisa, ni unaruhusiwa kuumia kabisa. Ni tatizo ambalo inabidi uumie, uhili, maisha mengine yaendelee. Sasa ili tatizo ikitokea umesalitiwa ukashindwa kuachilia, itakusababishia wewe uweze kuwa na uchungu ambao unaweza kukupelekea zaidi ukalipiza kisasi, au kukupelekea zaidi ukaenda kuugua magonjwa yasiyoambukiza. Kadri tunavyoona magonjwa mengi yasiyoambukiza, kufeli kwa figo, ni matatizo ya moyo, ni sign mojawapo ya kuona kwamba binadamu wengi tumebeba vitu ama tumebeba mambo makubwa huko nyuma yaliyotuumiza na hatuko tayari kuyachilia. Sasa kwa leo nitakupa sababu ambazo zinafanya sababu ambazo zinawafanya watu kutosamehe na kutoachilia, ambazo zinawaacha na uchungu. Sasa katika sababu ya kwanza ambayo inawafanya watu washindwe kusamehe na wabaki na uchungu ni hali ya kujiona umeonewa na haukustahili. Yaani kuna mtu akisalitiwa anaanza kujiona kama vile hakustahili kabisa kusalitiwa, hakustahili na ameonewa. Anaanza kufikiria vitu gani anamfanyaga huyo jamaa au huyo binti, anaanza kufikiria jinsi gani amejitoa kwenye hayo mahusiano, anafikiria vingi sana. Kwa hiyo anaona sikustahili. Sasa sikia, ukijiona kama haukustahili kufanyiwa hicho ulichofanyiwa, it means wewe ni dhaifu, kwamba ili uwe salama unatutegemea matendo yetu sisi yaweje ili wewe ujisikie salama na ufurahie maisha. Katika maisha tunaishi kwa kutarajia anything can happen by muda wote ule. Ukipendwa pendeka, show love. Lakini ikitokea mwenzako ameondoka, ameamua kukuacha, hebu mwachie room ya kuondoka na kukuacha, kwa sababu ni either mwenyewe alitamani kuendelea kuwa na wewe, ila kwa namna moja ama nyingine ni sababu ambazo hata yeye zimemshinda. Yaani unakuta kuna mtu sababu zenyewe zimemshinda, yani anatamani kutokuchiti, lakini kiuhalisia akijiangalia hivi anaona haiwezekani. Sasa sababu zilizomshinda yeye, inakuwaje wewe kwamba ndo aache kujizuia, mwenzako ashindwe kula raha maisha wewe mbona unaona yafai, mwenzako ndo anaona anafaa. So ilitakiwa upate mtu ambaye mnaelewana katika hiyo wengo ambayo hamsalitiani, ila ikitokea mtu kakusaliti mwache aende. Achana masuala kusema nimeonewa sana sijui nini. Hakuna mtu mboye kukujira kukuonea huruma kwenye dunia au kujinyima yeye kuenjoy maisha eti ili mradi wewe atunze hisia zako na akuhakikishie salama. So haya maisha, upendo usipendo yako sawa, watu usiachwe yako sawa. Kwa hiyo umeachika au umesalitiwa, angalia namna unavyomsamehe ama utavyochukua maamuzi. Lakini masuala ya kuanza kugugumia, kuona kama vile umeonewa, kuona kama vile mwenzako amekufanyia ukatili, hapana. Umia kama ambulance, lia piu 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 huku ukiondoka. Sababu ya pili ambayo inawafanya watu washinde kusamehe na kusababisha uchungu ni kujaribu kufikiri kwamba ulikuwa na haki au na hatimiliki ya kumiliki mwili wake. Mtu anavyokuja kuambia mnavyoanza kupendana, it means kila mmoja na mwili wake na huyo mtu mwingine ana mwili wake. Sasa mtu mwingine anaona kama vile amechukuliwa kiungo chake, yeye ndio kinaenda kufanya kazi kule sijui nini. Wewe unapompenda mtu, ulimpenda mtu kwa akili yako na mlipendana mkiwa mna akili timamu, mliingia makubaliano. Ikitokea mwenzako kavunja makubaliano, inabidi uangalie jinsi gani ya kutoka hapo ulipo. Ila sio kusema unataka kumiliki mtu unahisi kama shape lake labda ndo hivyo, nywele zake ndo unazimiliki. No, yani usianze kufikiria kwamba ulikuwa unamiliki yeye au kumiliki. Alikuwa na mwili wake na aliuleta kwako kwa hiari yako, kwa hiari yake, na ameondoa kwako kwa hiari yake pia. Heshimu maamuzi yake. So usianze kujifikiria kwamba kanisaliti, kanifanya vitu vibaya sio nini. Ni mwili wake, yani mwili wake yeye alishinda kuheshimu. Hawezi kuheshimu kwa ajili yako, kwamba ili umuone ni machuadi au anakupenda. Hawezi kuheshimu mwili wake kwa ajili yako kama yeye hawezi kuheshimu mwili wake kwa ajili yako. Kwa hiyo wewe tafuta wanaoheshimu mwili wako na wanaojiheshimu wao. Sio masuala ya kuanza kugugumia, unaanza kuteseka, mwisho wa siku unaingia kwenye matatizo yasiyokuwa ya msingi. Na jambo la tatu ambalo linafanya watu kutosamehe na kujikuta wanaingia kwenye machungu ni hali ya kuhisi unastahili kila kilicho bora, lakini hicho kila kilicho bora inabidi kupatia mtu mwingine. Tunaita entitlement.
entitlement, kwamba wewe ili uwe na furaha mtu inabidi ajinyime vile anavyotakiwa kuishi ili mradi wewe ajenge furaha yako. Ili wewe uwe na amani inabidi watu wajifiksi, wajibane, wajikunyate ili wewe uwe na amani. Umeona? Sasa hizi entitlement, mtu anahisi anataka kupendwa tu. Tena kama kuna wale watu ambao yeye hawezi kupenda, hawezi kutoa zawadi, anategemea kupendwa, kuletewa zawadi, kufanyiwa kila kitu, yani anategemea kufanyiwa. Who are you? Mtu akikuacha kakuacha kwa sababu wewe ni una entitlement, unajifikiria sana, yani unajishikilia, una ubinafsi mkuu. Umeona? Kwa hiyo saa nyingine mtu anachoka, anaamua kuondoka. Kwa hiyo amini kwamba kitu chochote unachokihitaji wewe unapaswa ufanye jitihada ama ujikamilishe mwenyewe. Ikitokea unahitaji msaada wa mtu kukupa kitu ambacho kimekushinda wewe, hata yeye kikimshinda, usimlaumu sana kwa sababu hata wewe mwenyewe umeshindwa kujipatia hicho kitu. Unakuta mtu hawezi kujipenda, yani yeye hawezi kukaa bila mahusiano. Sasa unategemea nini kama hawezi kukaa bila mahusiano? Wapo wanaweza kukaa na mahusiano lakini mahusiano mengi. Alafu hao wengi wakiwa na mengi tena unaanza kulaumu. No. Hakikisha jipende wewe kwanza, jijali, jithamini kwa namna moja ama nyingine. Upate mtu mwingine anayekupenda. Ila wewe ukikaa hapo umetegemea kupendwa, kufanywa vitu, utatumika vibaya na utaona watu hawana huruma na wewe kwa sababu wewe una uhitaji mkubwa na unapata wanaotoa sana, na wanaotoa sana ni waongo. Kwa hiyo kabla hujaanza kulaumu watu, kuwa na entitlement, kwanza kulaumu watu kwamba nitakuaje sijui ni nini, amini kwamba kitu chochote ambacho umeshindwa kujifanyia wewe, usimlazimishe mwenzako au usimlaumu mtu mwingine yoyote. Kama ameshindwa kukufanyia, umeshindwa kujipenda, mwenzako ameshindwa kukupenda vile vile. Kwa hiyo tusilaumiane sana, wewe lia, ugulia, pona, maisha mengine yaendelee. Na kitu kingine ambacho kinawafanya watu washindwe kusamehe na kuachilia ni kuchukulia vitu personal. Yani anaona amenifanyia kwa kuwa ni mimi. Yani hawa wanaume, yani hawa wanawake, yani kwa kuwa sio amenionaje, yani kisa mimi ni mfupi, au kisa mimi sijui na sura personal, au kisa sijui shape langu sijui nimeenda mirudi. No. Mtu anavyoamua kukupiga tukio, anakupiga tukio kwa sababu zake muhimu, hazihusiani na wewe kabisa. Yani mwenyewe unaweza kukaa naye ukamuuliza hata elewe. Lakini kakupiga tukio ni kwa sababu hata yeye mwenyewe angekuwa na uwezo wa kujizuia, angejizuia. So kuna wale watu baada ya kuachwa anaanza kuona kama vile thamani yake imepungua, anaanza kuona kama vile ana nyota, sijui ana nyota, sijui wengine wanasema sijui anaweza kukataliwa, sijui na mengine mengi. No. Mtu yoyote alikuja kwako kukuapproach akiwa anaiona thamani yako. Ikitokea hajajua thamani yako, kukuacha ilikuwa ni salama kwako kukuacha. So kama unaona mtu kaondoka, afu kaondoka na thamani yako, itimizi kuna mambo mawili. Ni moja, hukuwa na thamani kabla. Yani haukuwa na thamani kabla. Kwa hiyo alipokuja kwako akakuta yaliomo ayamo akaondoka zake. Ni either ulikuwa na thamani lakini thamani yako wewe ameshindwa kuitambua. Sasa hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Kama mtu ameshindwa kutambua thamani yako, ni sawa, kwa sababu huyo mtu Mungu anamuondoa kwenye maisha yako ili upate wengine watakao tambua thamani yako. Na kama hauna thamani, ndugu yangu, tafuta kwanza thamani. Kwa nini wewe wakuacha kila siku ni wewe, wakupigwa matukio kila siku ni wewe? Tafuta thamani ambayo mtu akikupata, ikitokea akakupoteza, ajutie mwenyewe kwa nini amekupoteza. Watu ambao wana thamani kubwa kwenye maisha ya wenzao waga hawapotezi kizembe. Kwa hiyo tafuta thamani, jipate. Ukijipata sasa, yani jitafute, ukijipata sasa, mtu akikupata aogope kukupoteza. Ila masala kulalamika, watu hawana huruma, sijui imeenda imerudi. No. Please, tafuta thamani kwanza, au achilia huyo mtu aondoke anapotaka kuondoka. Kwa kumalizia ni kwamba hatusamei kwa ajili yetu. Hatusamee kwa ajili ya watu tunaowasamee. Yani hatusamee kwa ajili ya watu waliotukosea, ila tunasamee kwa ajili yetu. Akili ya binadamu ina pande mbili. Ina sehemu inaitwa conscious mind na nyingine inaitwa subconscious mind. Conscious mind ni sehemu ambayo inatunza kumbukumbu ndogo au za muda mfupi ambazo mtu anafikiria muda mfupi, hazihitaji muda mrefu. Sasa subconscious mind ni sehemu ambayo binadamu anatunza zile kumbukumbu zake ambazo anazihitaji. Kwa bahati mbaya subconscious mind ndio inaamua matendo yetu sisi ya weje. Sasa na bahati mbaya nyingine, hiyo subconscious mind huwa haichukui vitu negative au positive. Yaani ukimfikiria mtu kwamba haijalishi unamchukia au unampenda, as long as unamfikiria kila siku, subconscious mind inachukua yule mtu, inaona yule mtu ni jambo ambalo unalihitaji kwenye maisha yako ili uendelee kila siku. So inalichukua lile jambo, inamchukua yule mtu, inamuingiza subconscious. Sasa wewe umefikiria mtu kwa ajili ya kumchukia, sijui unamwambia mabaya, kumbe mwenzako imechukuliwa tu jina lake limeingizwa kwenye subconscious. Na ndio maana utagundua kwamba
watu wengi wanatumia madawa kulevya, anajutia, hataki kutumia, yani ana uraibu fulani hataki, ila ni kwa sababu gani? Yeye akikoseaga anaanza kujilaumu, kwa nini nimefanya hiki, kwa nini nimefanya hiki? Sasa ile subconscious haiangalii kwamba ulichofanya ni sawa sio sawa. As long as kitu unakifikiria mara nyingi, inakichukua kama unakihitaji kwenye maisha yako. Sasa imagine unamfikiria mtu mara nyingi, mtu ambaye haumuhitaji, kinatokea nini? Unaendelea kujitesa wewe na maisha yako, ikiwa yeye iko ana enjoy. Kwa hiyo tunaposamehe, tusamehe kwa ajili yetu, ila tunasamehe kwa hiyo tunavyosamehe, tusamehe kwa ajili ya wale waliotukosea, ila tunasamehe kwa ajili yetu, ili tuwe na uhuru na maisha yetu. Ulikuwa na mimi Spirani Saulo kwenye kipindi chetu cha Jipate Utupate Tupatane. See you next time guys. Usisahau kushare, kulike, kusubscribe, tufike wengi, angalau at least mara moja tu tunaruka live. Asanteni.